Nilikuja kupenda huyu Apostle Theresia maana jina yake inamalizia na jenga. So the first time mimi nilikuwa nafikiria Theresia ni baba yake. Jenga nilikuwa nafikiria ni baba yako. Nikakuja kujua hai jenga ni huyu. Nikasema ya kwamba kweli jenga linatembea kabisa. Bwana Yesu asifiwe. So my name is John Maina Jenga Kamunya. You've heard my name several times. Mmeisikia? Yes. Zamani nilikuwa kijana kama kijana mwingine yote. Yes. Na ukasikia hapo nilianza kusanya watoto wa Maumau. Na vile nilisanya watoto wa Maumau si kupenda kwangu. Ni vile Maumau waliingia msituni. Baada ya kuingia msituni nikaona wale Maumau hawakupata baraka. Walikuwa wanapigania mashamba haikupatikana. Uhuru ulipatikana lakini kiasi. Nikaona lazima nisukumane na wale watu. So wakati mlikuwa mnaniona nikiangalia mlima wa Kenya, sikusema sikuwa na akili. Bado nilikuwa na akili. Si ndio? Yes. Hiyo itikadi Apostle, yes, nilikuwa ninatoa kwa babu zetu. Amen. Ni vile sikuwa nimekutana na kina Apostle. Waniambia ukweli uko wapi? Amen. So mimi nikiangalia mlima wa Kenya. Lakini hapo Apostle bado nilijaribu. Niliweza kuwaelekesha watu zaidi ya 5,000,000 kwa mlima. Na hata sasa wananikumbuka kwa hiyo kazi nilifanya. Ama aje? Lakini baada ya miaka 20 nikakuja nikaokoka. Nikajua Kristo ni Bwana. Wakati nilikuwa ninaanza hii kipindi ilikuwa ngumu Apostle. Yes. Kama vile mnaanza kutengeneza kanisa. Mimi nikaa hivi nikafikiria mimi nimesota, maisha yangu si nzuri, nitajipanga aje? Nitajipanga? Nikaona heri nipigane na hii watu ya kanisa maana wanaokota pesa na walipatiani. So nikasema hivi. Nikachukua hii Biblia. Si ni vizuri kutoa testimony? Yes. Nikachukua hii Biblia. Nikafikiria nikauliza, hawa watu wanasema Yesu ni kitu gani? Nikaambia watu sasa hii Yesu si kitu ya maana, ni chama. Ni chama kama KANU, kama UDA, kama nini, lakini ni kipindi tu. Ni kipindi. Nikawaambia hii neno inasema Jewish Scripture Union Society. Na hiyo ilikuwa ni kama Yesu ni kama brother yangu. So alikuwa kijana kama mimi. Alikuwa kama kijana kama mimi. Lakini watu waliweza kuamini. Ndio ufix watu vizuri. Si lazima uwe na philosophy. Akaniuliza sasa Bible nayo inasema aje? Mimi nikawaambia hii Biblia ni kama kitabu kingine ya novel. Na inasema British Intelligent Book of Law and Entertainment. Unanielewa? So ukitaka kuwa na kipindi yako lazima uwe na philosophy yako. So for the last 20 years niliweza kuwavuta watu kuwadanganya. Si kuwadanganya, kuingiza box. Na waliingia box. Basi kuingia bado maisha ilibadilika. Nilikuwa nasoma hapa in the book of Zechariah chapter 4 verse 6. Ile inasema ya kwamba it is not by might but by the Spirit of the living God. Kwa Kikuyu inamalizia thy na thy yanga hivi thy by grace. So I capitalized on that verse. Nasema meaning grace. So nikaenda nikakuwa pastor, nikakuwa bishop, nikamalizia nikiwa bishop. Nikamalizia nikiwa nini? Nashangaa mrembo. Lakini nashangaa hii kanisa most of the people wako hapa naonekana ni warembo.
na kanisa yangu ilikuwa most of the time ni vijana. Ni vijana. Kwa sababu vijana ndio sasa walikuwa wameteseka sana. Na tulitaka kuwalibariki. Somehow, hata wakati tulikuwa tunasema maneno ya kanisa, bado tulikuwa tuna train watu maneno ya kudefend community yao, na kuwa train maneno ya kuangalia vijiji vyao, kusubiri kuangalia watu gani wanakuja kusumbua watu. So tumefanya kazi mingi, na siku ya leo nataka kuambia ile kazi ambayo ilikuwa foundation ya hiyo wakati ndio umetuleta mpaka hapa. Amen. Sasa hii sisi tunasema Kristo ni Bwana. Amen. Wale watu walikuwa wamenipeleka nikakuwa general, nikakuwa mpaka field marshal, nikakuwa chairman and CEO wa hiyo organization ya vijana wao wote. Lakini sasa ninasema kwamba once a soldier, always a soldier. Sasa I am a soldier of the Lord. Amen. I am a buffalo soldier. Na ndio maana nimesema lazima nikuje hapa kushiriki pamoja nanyi, kwa sababu nyinyi nimesikia sifa zenyu, nimesikia vile mnaomba. Teresia nimemuona kwa TV, hata kama sijakuwa hapa nimekuwa nikifuata hii habari yenu. So I have a testimony that you are good people. Yes. You have the spirit of the living God. Amen. Unajua wakati Musa alifariki, watu walitarajia kwamba hakuna maneno itakuwa, lakini Mungu alikuwa ametayarisha Joshua. Na alipotayarisha Joshua ndio alikuwa akachukua ushukani na akapeleka wana wa Israeli mpaka nchi ya ahadi. Tunaweza kuwa tuko na Musa. Na Musa akose kwenda kufika. Simulisikia tulikuwa na huyu mzai anaitwa baba. Alisema ameona crocodile wengi sana. Wale ambao hata ameshindwa kuvuka mto Jordan. Lakini sasa tumwambie hiyo crocodile sasa tunakuja kuondoa yote na tunahakikisha wana wa Israeli nchi ya Kanaani. Kanisa ni nzuri sana. Lakini kanisa bila serikali hawezi faulu vizuri. Ile amani tuko naye hapa ni kwa sababu ya security ile imewekwa kwa hii area. Si ndio? Amen. Can you worship in church without peace? No. You can never worship in a church without peace. Yes. So ile kitu muhimu sana Mwenyezi Mungu ametupatia ni amani. Amen. Ni amani. Na hiyo amani ndio tumekuja hapa kwa ajili ya amani. Yes. Tushikane pamoja, twende sote pamoja kwa ajili ya amani. Tulifanya uchaguzi. Baada ya kufanya uchaguzi, sisi tukiwa watu wa Azimio, tulikuwa tunafikiria ya kwamba sisi tumefaulu. Tulikuwa tunasukuma huyu baba wetu aende na aingie State House. Mimi kwa hiyo wakati nilikuwa at least ningekuwa minister hapo. Ndio. Lakini sasa nikasemekana hii maneno ya yellow fever ilikuja ikatushinda. Yellow fever ilikuja ikakuwa ngumu sana kwetu. Lakini tunasema sasa uchaguzi umeshaisha, hapo imeshaisha. Sasa hizi ile kitu tunataka ni pesa mfukoni. Pesa mfukoni. Nani yako na pesa mfukoni? Nani yako na mrembo mzuri? Ako na watoto wazuri, barabara nzuri, electricity imeingia kwake. Si ndio hiyo tunataka? Yeah. So tunaambia watu wa Kenya Christ. Si ndio? Yes. Ama aje? Yes. Ukiniona hivi, unaona kama ninakaa mtu ana akili? Unaniona aje? Si niko soba? Watu walikuja wakanivamia. By the way nimejenga tu nyumba kila pahali. Mnasikia si ndio? Kuna watu wanaambiaga hiyo story. Sasa watu wakanivamia saa 10 ya usiku. Walivamia saa 10 ya usiku in my 10 houses. Nairobi, Nakuru, Mombasa, Kisumu, wapi, kila at the same hour. It was done simultaneously. Hapo nikuulize, mtu anakutumia askari 2,000 kwa siku moja. Si mtu ako na nguvu sana? Yes. Huyu ndio CS? Hapana. Si mtu ako na mipango? Yes. So, nimefikiria niwapatie kastori kangu kadogo,
Msione huyu ni mtoto amesimama mbele yenu. Mimi ni principal wa Azimio. Mimi wakati baba hayuko, mimi ndio ninawakilisha baba mahali popote anaenda. Sababu mimi ndio nasimamia Mount Kenya region yote kama principal wa Azimio. Na ninataka sasa Wakikuyu, Waembu, Wameru tushikane wote pamoja. Tukishikana wote pamoja, hata hii mambo ya ugavi wa mambo ya serikali itaweza kwenda pamoja. Let me tell you, you must be united and support your apostle. Amen. Support the church. Yes. Si ndio? Sio ukikuja barabarani unakuja hapo unaanza kugawa sijui ni ngiri 100 unatoa 50 bob tunakuja kwa kanisa. Lazima ufikirie huyu Mungu ambaye alikuumba. Huyu Mungu alikufikiria kabla hata wewe ujifikirie. Yes. Saa zingine unajiangalia hivi unaona sura yako ni mzuri sana, miguu yako ni mzuri, macho yako ni mzuri, lakini unasahau ya kwamba hakuna contribution you make. Ndio wewe ukue penye huko. Yes. Na hiyo maringo yako, so shuka chini, utembelee sakafu mzuri. Amen. Kwa sababu hakuna contribution you make. When we are in this earth, we are just here for a brief assignment. A very brief assignment. It is to worship the Lord your God. Na kuwasikiza mahubiri wako na kufuata yale mahubiri inasemekana ifuate. Bila kusahau sehemu ya 10, sadaka ya kila siku, ndio pastor na kuombea vizuri na apostle unasimama hivi vizuri. So nimekuja hapa kwa sababu ninataka maombi yenu. Niombee. Niko na makesi ambazo nimewekelewa. Sasa hata ukiniangalia hivi ninakaa mtu wa bangi. Hata ukiangalia. Sasa nikienda nyumbani nakuta kunia moja ya bangi hapo, ingine pande hii, ingine pande hii, kudumu hii. Sasa hii maombi ndio itamaliza hiyo mambo yote. Na ile mafuta tumemwagiwa kwa hii kanisa, mtaona ikipepea. Mtaona ikipepea. And I pray that all will be well. Mimi nitakuwa pamoja na ninyi kila wakati, na hata maisha ikiwa ngumu, mkuwe mnasubiri tu, kwa sababu mimi nilikuwa nawaambia tupate hii njia nyingine, na nyinyi mkaamua hii. So kila wakati ukichagua kitu ina matokeo yake. Ina matokeo? Ukitafuata kanisa ina matokeo yake. Yes. So tufuateni njia ya Kristo Bwana, na tutasimama imara, na tutakaa tukiwa watu wote wazuri kwa sababu ya Mungu. Nimekuja na dada yetu hapa, naitwa Tabitha, mimi hawa vijana mnaweza waona Kilanjero dakika kidogo. Vizuri ku appreciate watu. Yes. Huyu ni chiarede wetu ambaye anaitwa Tabitha Mutero. Na pia kuna vijana tulikuja nao. Kama unajua tulikuja nao ili kusimama pale huko, tuku appreciate, simameni pale huko. Simameni pale huko. Hallelujah. Wewe. Hebu inua mkono. Yes. Inua mkono sana. So, msione ati huyu mtu sasa ile kazi ya zamani imekuwa converted into the work of God. Amen. Sasa hivi tunatafuta mawindo wako wapi tuwasaidie waweze kulipa shule, waweze kusaidia watoto wake waweze kusimamia, na sasa tumesimama imara. Amen. Ukiangalia hawa watu